kubadilisha mtazamo wote ukaweze kuwa kwa nafasi yako. Haleluya. Kuna nafasi yako iliondolewa. Nafasi ya huyu mtu iliondolewa na mama yake. Kwa sababu mama alipitia uchungu, akasema wacha nikuite uchungu. Amen. Ndiposa niwe ninakumbuka. Lakini ajabu ni kwamba hakuwepo aendelee kukumbuka. Yeye hayupo na amemwachia mtoto shida. Wewe uliachiwa shida, my friend. Wewe uliachiwa mateso. Wewe uliachiwa mahangaiko. Uenda uliachiwa mambo ya kwanza vizuri unamaliza vibaya. Leo usiku wa leo uko na nafasi, mwambie Bwana, ninapoanza vizuri nisaidie nimalize vizuri. Amen. Haleluya. Unao nafasi ya kumwambia Bwana, usiniache nifanane watu wa nyumbani, ukoo, roho za mila zimenisumbua. Nimegharamika kwa muda kwa sababu ya mambo ya ukoo. Leo usiku wa leo, Bwana, nipe nafasi ukabadilishe maisha yangu nifanane na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somewhere in the Bible, wao wanamwambia Yesu, wewe ni mkuu wa mapepo, wewe ni Beelzebuli. Lakini Yesu anawaambia kwamba shetani hawezi kujigawa. Akijigawa atashindwa. Praise God. Hallelujah. So, na wewe mwambie Mungu, sifai niitwe mwana wako, lakini mienendo na tabia yangu haiambatani na mwana. Sitakubali niitwe Mkristo na tabia zangu, mienendo yangu haiendani na Mkristo. Hallelujah. Kuna mtu magena nilimtembelea siku moja, tulikuwa na Pastor Philip. Tulikaa na yeye, akatununulia chai, akatuambia kunywa. Akatuambia hapa ni kwangu, Bwana Yesu asifiwe sana. And then this man said, akatuambia, wachungaji, kweli kama vile mnaniona hivi, niko na shida moja. Ndio ikifika Jumamosi usifanye business. Lakini sio ati ninafunga business kwa sababu mimi ni Mkristo. Hapana. Mimi nje nimefaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ukweli mimi ni mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Si huyu mtu amejitambua? Si amejijua? Haleluya. Tukamwambia mpe Yesu moyo wako, ndiye ataweza kukusaidia. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu anayeitwa Yabesi alimpea nani moyo wake? Alimpea Mungu. Na akamwambia Mungu, usiniache tu hivi, upanue mipaka yako. Amen. I hope tonight God anaenda kupanua mipaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Itakapofika wakati wa kuuliza, ukipata hiyo nafasi mpendwa, usinyamaze. Yabesi angenyamaza, hangekuwa kitu. Hangemaliza vizuri, lakini alifungua kinywa chake akamwambia Mungu. Amen. Amen. Yule kijana mpotevu aliporudi kwa baba yake hakunyamaza, alimwambia baba, nimekukosea na nimemkosea Mungu aliye juu. Sistahili tena niitwe mwana. Bwana Yesu asifiwe. Naye baba alimkumbatia akamwambia, mwanangu, nilikuwa nafikiria umekufa, lakini sasa upo hai. Kwa sababu umenirudia ukiwa hai, lazima nikupokee kama mwana. Haleluya. Kwa sababu gani? Biblia inasema kijana alikaa chini akajirudia, akatafakari, nyumbani mwa baba yangu wafanyakazi ni wangapi? Wanakula na wanashiba, wanavaa, wanakunywa, ile hali mimi ninafanya nini? Ninateseka. Akasema nitarudi nyumbani kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe jioni ya leo mwambie Bwana, nataka nirudi nyumbani kwako. Wenda hata kama wenda uliingia kanisa hiyo miaka ya zamani, hiyo miaka ya kitambo, na ukafika mahali ukawachana na nani? Na Mungu. Sio aibu. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu, nisaidie kwa umkesha, ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Amen. Amen. Sitakuwa sawa. Na sote tutabarikiwa kwa